Tumekuwa na mfululizo wa mafundisho ya familia, na ni dhahiri wazi kwamba tumesherehesha mambo mengi ambayo kwayo Bwana aliyatia kama nguzo au msingi ili familia ziweze kusimama imara. Na ni kweli kwamba shetani anapoanza vita, hasa vita kwa mwanadamu, anaanzia katika familia, kwa sababu anajua hapo ndipo kuna kitovu cha maisha hasa ulimwenguni, kwa sababu familia zikisimama, taasisi zote za mwanadamu zinasimama. Hivyo basi, katika mfululizo huo wote tumechangia mambo mengi, na wala ambao wamekuwa kifuatana nasi ninaamini wamebarikiwa. Jana tuliona umuhimu wa kuwalea watoto kwa njia ya kimbingu. Kulea watoto kwa njia ya kimbingu. Na tukashuhudia kwa wazi kwamba Mungu anania tuwalee watoto kwa njia inayofaa. Na waliokuweko nakumbuka kwamba tulikumbushana kwamba mtoto anaanza kuelekezwa au kufundishwa mara tu mama anapopata mimba. Mama ana majukumu ya kuanza kumfundisha mtoto wake. Hivyo basi tukaona changamoto tunazozipata katika ulimwengu huu labda ni malezi mabaya. Na tukaona malezi mabaya yatatokeana tu kama pia kuna ndoa mbaya. Na tukakubaliana hili, napenda kusisitiza kwa sababu ni jambo la machozi na ndio limetukera, linakuwa fashionable katika ulimwengu huu na mbingu inahuzunika. Nikasisitiza kwa kusema kwamba kama ni kweli kwamba uliingia kwa ndoa pasipo mpango au uliteleza na kujikwana, kuna uwezekano kuna mtoto mahali ambaye haumpi malezi kama mzazi. Tukakubaliana kwamba enda umtafute kwa neema ya mbingu ili umwelekeze, kwa sababu usipofanya hivyo vilio vyake vinafikia mbingu na wewe unabeba laana hiyo. Chanze za tabu au changamoto unazopata, mambo yanakuwa magumu, ni sababu ya vilio vya yule mtoto. Ni kweli kwamba labda katika maisha yenu mtoto huyu alikuwa ajali, lakini alikuwa katika mpango wa mbingu na ilikuwa ni aje duniani kupitia kwako. Hebu basi chukua majukumu hayo, tafuta mbinu, omba Mungu akupe hekima ya kuweza kumfikia mtoto huyu na umpe malezi bora ili umuandae kwa ajili ya mbingu. Hii itakuwa mojawapo ya sehemu ya kipekee katika maisha yako ya kukupa breakthrough ili nawe uwe na afueni, uwe na amani. Hebu niseme jambo hili. Siri ambazo tunaweka mioyoni mwetu hazitupi amani, kwa sababu mara unapotembea hatua kwa hatua unajikuta kwamba unaogopa. Ukikuta wa kwenu wanaokujua unasema ama watanisema, ama wanajua, siku ile atajua itakuwaje. Kwa hivyo ili uwe huru, ombi langu ni omba Bwana akupe hekima na neema ya kutegua kitendawili hiki. Na ndio maana tumeleta ukweli huu hasa katika mkutano huu, tukiwakumbusha kwamba Yesu anakuja si mbali na angependa uwe huru. Na unapojua ukweli huu, maandiko inasema na mtajua kweli na kweli itaweka huru, na huru kweli kweli. Bwana asifiwe. Tuombe tuweze kuanza ratiba ya siku ya leo. Takatifu Baba na Mungu wetu, kwa mara nyingine tena tunaliita jina lako, tukitambua kwamba ni kwa neema na rehema zako umetuleta umbali huu. Ulipanga mkutano huu sana wakati kama huu, na ukawaandaa wasikilizaji ambao kwa sasa wanasikia sauti hii, ukawaandaa masaa haya. Basi hebu neno lako liweze kuwafikia, na kwa uvuvio na mwongozo wa Roho Mtakatifu iliweze kutushawishi na kutugeuza kadri mapenzi yako yalivyo. Neema yako toshe na nasi, kwa sababu tu tayari kusikia sauti yako. Kama chombo kidhaifu na kusihi unijalie neema ili niweze kuwa tu kama chombo kinachopaza sauti. Mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Mambo matano ambayo mwanaume ni lazima afahamu kuhusu mwanamke. Mambo matano ambayo ni lazima mwanaume afahamu mwanamke. Ni kweli kwamba watu wanaoana tu pasipo kufahamu nguvu na unyonge wa wengine. Kuna watu hasa katika kizazi hiki ambao labda wameona wanawake kama tu chombo cha starehe.
Kuna watu ambao wanaingia katika ndoa pasipo ufahamu wowote. Na ndio maana katika utangulizi wa vipindi hivi tulisema kwamba maisha ya familia ni lazima usome, kuwa mwanafunzi, fanya udadisi kidogo kabla kuingia, nuia kuelewa mambo kadhaa kabla ya kuingia katika ndoa. Msikutane na mtu tu hivyo, eti mmekutana kwa gari, mmebadilishana namba, kesho amekuja date akawa mke. Tukasema hapana. Jaribu kujifundisha mambo kadhaa. Elewa mwanamke ni mtu wa aina gani au mwanaume ni mtu wa aina gani. Elewa Mungu alituumba vipi na ana mpango upi na maisha yetu, hasa maisha ya ndoa. Kwa hivyo kuna watu ambao wameingia katika ndoa na hawaelewi mwanamke anahitaji nini. Na ndio maana utakuta kuna watu ambao wanamuuliza ni nini shida yako? Uko na nyumba, uko na chakula, tabu yako ni gani? Wanaona hiyo tu ndio mwanamke anayehitaji. Au watu wengine wanasema hata gari nimekununulia, shida yako ni gani? Kuna vitu ambavyo mwanamke anahitaji na lazima mwanaume uelewe kabla ya kuingia kwenye ndoa. Na hata kama uko kwenye ndoa labda ufahamu, zidi kusoma kuelewa, kwa sababu hii ni sayansi ya maisha. Hauwezi ukamwelewa mwanadamu kikamilifu, lakini kuna vipengee kadhaa kivielewa uheri. Mambo 5 ambayo wanaume lazima wafahamu kuhusu wanawake. Mwanamke ni chombo cha ajabu, na ndio maana ajabu ni kwamba Mungu aliumba mwanaume kutoka kwa udongo. Kachukua udongo tu akafinyanga namna hii, basi akapuliza ndani pumzi ya uhai, na mwanadamu akawa nafsi hai. Lakini alipomuumba mwanamke ilibidi amfanye huyu mwanaume alale usingizi mzito, na akamfanyia operation na akatoa ubavu, mfupa. Akatoa mfupa, akauandaa, akamuumba mwanamke. Hivi basi mwanamke si kama mwanaume. Kuna tofauti kubwa kuanzia maumbile, kimawazo na hata jinsia. Ni watu tofauti. Moja, wanawake wana appreciate kutambulika na kusifiwa. Kwa nini tufundishe jambo hili? Ni kwa sababu tunaishi ulimwengu ambao umejaa taasubi ya kiume. Wanaume tu ndio kusema. It's a male dominant society. Mpaka sasa hivi serikali zinazidi kutafuta the affirmative action ya wanawake, lakini unakuta jambo hili kidogo linapotea, linawaponyoka, kwa sababu asili ya Afrika au ya wanadamu ni mwanaume ndio kusema, haswa Afrika. Kwa hivyo mara nyingi unakuta mwanamke amedhalalishwa au kugandamizwa pasipo kupewa sauti au kutambulika. Na ndio maana jioni hii maandiko hii wazi kwamba mwanamke huyu unapomwelewa ni mtu ambaye anapenda kutambulika na kusifiwa kwamba ndiyo ni mzuri. Na ndio maana ukiambia mwanaume you are handsome, sema so what. Lakini ukiambia mwanamke you are beautiful, unasikia ana blush. Yani ana appreciate. Hello? Mwanaume anasema iko nini? Na ndio maana ajabu ni kwamba hata katika maumbile mwanaume na wewe umesimama hivi umekauka, lakini katika uumbaji wa mwanamke kuna venye Mungu alichukua muda. Unajua usikii nasema nini? Alichukua muda akamuumba, akampamba. Na ndio maana ukimwangalia mwanamke, tutaangalia wimbo wa kipekee hapa wa maandiko usema mwanamke mtu aina gani. Kwa hivyo jambo la msingi ni hili: mwanamke lazima appreciate, learn to appreciate a woman and recognize her, affirm her, kwa sababu she is struggling from a society ambayo imegandamiza wanawake na inaona hawafai. So when you have a wife,
appreciate her. Tabu tuko nayo ni mara nyingi unamappreciate tu na kumdanganya unapomchumbia, ukimwoa unafikiria tosha, ashafika nyumbani, ashaingia box, so yeye aishi tu. Sasa you don't tell her anything, you don't appreciate her, uko tu. Ili familia zisimame, you must continue doing this. Kwa nini? Kwa sababu love, mapenzi au maisha ya jamii ni kama a bank account. Ukipeleka tu 1,000 kwa bank na usiongeze hapo chochote kwa muda wa mwaka moja, na si fixed account, ukirudi pale utakuta 1,000 ama utakuta ilipungua. Hey, talk to me. Utakuta bado tu ni 1,000 ama utakuta ilipungua. Kwa nini inapungua? Kuna zui bank charges, operational charges inapungua. Kwa hivyo you must continue adding the deposits ili iendelee ku appreciate. Na unapomuoa mke, there is need for you to continue affirming and appreciating her, kwamba aone nimeridhika. Otherwise, ndio maana unakuta watu upoteza wake. Kwa nini? Wewe uliona alifika, anapotoka enda kazini anaambiwa you are good, anashindwa kwani mbona wa kwangu haoni? Yule mwenye anazidi appreciate, mambo yanaanza kubadilika. Anaanza kuona yeye ananidhamini kuliko hata wa kwangu, na unaona kidogo mambo yanaweza enda mrama. Learn to appreciate and recognize a wife. Ni jambo ambalo it is inbuilt in them. Wanapenda jambo hili. Hebu tuangalie Suleimani ambaye ni mstaarabu na mwalimu wa mambo haya. Bwana akamvuvia haya. 16:24 Mithali. Appreciate a wife. Na ndio maana ajabu ni kwamba kuna uwezekano they are not being appreciated. Na ndio maana wanasema yani hamuoni kama tumevaa, wacha tuanze kutembea uchi, labda mtaona mu appreciate. No wonder the journey to nakedness is every day. Why? Kuna watu ambao hawajidhamini, especially women. Now wanaona if nobody appreciates us and see us, let's move an extra mile, chances are they'll see and appreciate us. Mithali 16:24 inasemaje? Maneno yapendezayo ni kama zega la hazali, ni kama zega la asali, ni tamu nafsini, na afya mifupani. Bwana asifiwe. Somaji, naomba urudie somo fungu hilo. Mithali 16:24 yasema, twende. Maneno yapendezayo ni kama zega la asali. Tulia. Unajua kuna uwezekano hauelewi zega la asali ni nini. Tumeishi katika ulimwengu ambao labda tuko mjini, hatuelewi ile hali ya kufuga asali. Zega la asali, Muingereza anasema a honeycomb. Yani asali, yani nakumbuka siku moja jirani alikuwa amefuga asali. Kwa hivyo kikuja jioni hivi, Friday, Saturday, baada ya Sabato, tulikuwa nafahamu kwamba tutaenda kuvuna asali. Kwa hivyo kuna zega la asali, yani akikata kuna ile nyingine ambayo si nyeusi, yani it's a honeycomb. Yani akikata hivi asali peke yake, unabaki kuramba vidole. Kwa hivyo maneno yapendezayo ni kama zega la asali. Twende. Ni tamu nafsini, na afya mifupani. Bwana asifiwe. Mwanamke anaelewa haya vema. Mwanamume haelewi. Mwanamke anafurahia mara unapomsifu, unapomrecognize yeye ni wa maana, na kumappreciate na kuaffirm hata akifanya kitu. Nisema juzi, hata kama amepika tuka ugali na sukuma na amekandaa vizuri, hiyo sukuma alikata nyembamba pola akachukua muda wake, na hakukuwa na kitu kingine, simple meal, kaugali hivi na sukuma, akaweka kipande cha avocado hapo kando, labda hakuwa na nyama, akatafuta mayai 2 akakuwekea hapo. Just learn to appreciate. Kama ni managu ameichagua, ameileta mezani na ameipika tu vizuri, roho safi, na amekuletea. Just say thank you, that alone. Jua tulipata shida ya neno sorry. Hata asante kwa makabila mengine haiko. Kuna ndugu zangu wengine walienda mahali
Huko kwetu wazee hivi wakishakula wamekula kabisa, wameshiba. Sasa badala waseme asanti, unasikia akisema twarage ile. Sasa si useme tu asanti. Yani si useme tu thank you, the food was good. Sasa sema tu twarage ile. Ndio mumekula, sema asanti. Habari zenu, lakini sijui kama huko ilikuwa kwenu ama huyo alikuwa baba yako ama ni anko yako, sijui. Yani just to appreciate mambo haya. Women love appreciation. Kwa hivyo wanaume mnaosikia sauti hii, just jioni ya leo kufika nyumbani, just say thank you. Umefika nyumbani, chumba chako cha kulala, umekuta leo amekibadilisha, curtains are nice, amebadilisha shuka, amekufulia shati, amekunyoroshea, just say thank you. Tutapata wimbo wa mapenzi hapa, utaona. Hata baada umefanya kazi vizuri, just say thank you. Just say. Yani wengine mnafikiria ni haki. Yani unaona ni right upikiwe, right nyumba yako ioshwe, ni right ufuliwe nguo. Ni right atandike kitanda, yani ni right. Yeah, just learn to say thank you. Kwa hivyo wanaume mmesikia sauti hii, appreciate them, recognize them and affirm them. Jambo la pili, wanaume wameumbwa katika ile hali ya facts. Deal with facts and features. Kakuwa hii ni haki, mambo haya lazima yangekuwa hivi. Wewe nilipokutuma hapa na wewe ungeenda ufanye hii na hii. Yani wewe hukuona hii facts. Lakini wanawake wana express mambo mingi kwa feelings, si facts. Feelings. Learn to appeal to the feelings of a wife, not facts. Yani wewe kupanga hii na uliona hii ingepangwa hii na ifanywe hivi, baada ya hapa tungeenda. No. Appeal to their feelings. Hisia zao. Kuna uwezekano hujasikia anasema nini? Men are activated by what they see. Women are activated by touch. Mwambie mwenzako umesikia? Hajasikia. Hajasikia. Mwanamke anaweza ona kitu na haisimsumbui, hata akiona haimsumbui, lakini ukimguza nakumbuka miaka hiyo juzi tu tukisoma kitabu kingine ilikuwa inaitwa ilikuwa na Chinua Achebe, Things Fall Apart. Kuna aya ilikuwa inasema kwamba when you touch her hand, she says don't touch. When you touch her leg, she says don't touch. But when you touch her waist, she pretends not to know. Ulisoma hiyo kweli? Unajua nini kana kwamba if you kama ukusoma enda tafuta hicho kitabu. The Things Fall Apart by Chinua Achebe. Alikuwa anasema kwamba kuna venye unaweza guza mtu anasema hata si don't touch, lakini ukiguza mahali nyingine yani ana behave kana kwamba hasikii. Vijana wamechukua, dunia imechukua jambo hilo na inakimbia nalo sana. Vijana wametunga nyimbo, ukipanda kwa matatu unasikia inasema nalegea, inalegea ama nalegeza ama sijui. You must understand these things. Na ajabu ni kwamba walimwengu, shetani ameelewa kwamba wanadamu au mwanamke anahitaji nini. Sasa amenyang'anya pora jambo hili kwa watu wa Mungu na amelipa kwa watu wa dunia. Kwa hivyo inaonekana kuna kwamba watu wa dunia wanaelewa familia vema, wanaelewa wanawake wema kuliko jinsi watu wa kanisa wanaelewa mambo haya. Ili hali these are secrets the children of God must understand. Bwana asifiwe. Wewe kwako unaingianga kama inspector. Yani na hii kakuwa, na hii kiokoaje, na hii, yani unaingia kwa nyumba, you begin by instructions. Na hii kitu inafanya nini? Yani haujui how to come in the house.
and you become an inspector and a police officer all the way mpaka kwa bedroom, bado wewe ni inspector. Turn around, stand up, sit down. What is wrong with you? Women express themselves by feelings. Why? Because when you understand to appeal to their feelings, it works well for them. Touch tenderly, handle them carefully. Wimbo ulio bora. Mambo hayo unasoma unashangaa, kwani Bwana akaficha siri hizi katika maandiko? Na ndio maana katika utangulizi nikasema Biblia ni manual ya wana wa Mungu ya kuwaelekeza jinsi ya kuishi na familia, katika familia. Wimbo ulio bora, Songs of Solomon 2:6. Ukielewa mwanamke katika hali hiyo, you are home and dry. Lakini when you want to be an inspector na fujo na tabu, ili uweze kuappeal to her feelings, kuwa msikilizaji, msikize vizuri. Even when she wants to tell you nothing, don't be in a hurry. Listen to that nothing. Sikiza tu. You are drawing her and moving closer to let her express her feelings, and at that level you connect. Acha tu kuingia unauliza mambo ya mjengo, na kama ni watoto wamekula hivyo, hiyo ni sawa. Lakini sasa don't forget her. Enough times watu wamebarikiwa na watoto mpaka they are distracted. Sasa unauliza tu mambo ya watoto, hata umemsahau she exists. I know families ambao wazee, they are more concentrated about children kuliko nini? Kuliko wake zao. Tuko wimbo ulio bora 2:6. 2:6 yasema. Hiyo ni maandiko. Soma. Maandiko matakatifu. Twende. Mkono wake wa kushoto uko chini ya kichwa changu. Nao wa kuume unanikumbatia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sijasikia. Naomba usome hiyo haya tena. Wimbo ulio bora 2:6. Twende. Mkono wake wa kushoto uko chini ya kichwa changu. Anashuhudia huyu anaitwa Shulemith, anashuhudia mambo haya. Mkono wake wa kushoto uko wapi? Chini ya kichwa changu. Na wa kulia? Kuume, nao wa kuume unanikumbatia. Bwana asifiwe. Amen. You handle her with care, appealing to her feelings. Huyo ni mwanamke. Mwanaume anajua ikusumbui. Katika lesoni ijayo ambayo si mbali, tuelewa jinsi mwanamume anakabehavingi kama stima. Hivyo tu unaweka switch on light, switch on off, basi. Lakini mwanamke hawezi kaa hivyo. Elewa, she understands feelings best. Rafiki yangu mmoja alisema kwamba kama yeye ungependa kutumia moto wake, ni lazima uwashe kama jiko. Umesikia nimesema nini? Lakini jiko lazima lipepetwe pole pole. Hata ukitaka kupika viazi karai, unapepeta jiko pole pole. Si stima, mwanaume ni stima. Lakini mwanamke ni jiko upepete pole pole, lakini makaa ikiwaka vizuri, tutakula sapa. Bwana asifiwe. Elewa, hilo ni jambo la pili. Wanawake lazima uelewe jambo hili. Wanaume you are on facts, lakini wanawake feelings. Jambo la tatu, mwanamke anapenda kubadilika. Mambo ya badilike, yasikuwe yale yale. Na unaona wewe, hata kwa mfano wewe angalia kwako, wewe una nguo ngapi? Na wewe ana ngapi? Una viatu vingapi? Na unaweza chapa na kiatu moja Januari mpaka Januari. Bwana asifiwe. Lakini yeye, they love changes. They change every time. So be careful and learn to appreciate her change. Kivaa nguo hii
Leo mwacha avae ile nyingine kesho. Mwanaume najua kuna wanaume hapa anaweza vaa longi moja wiki nzima. Si ni kweli? Wanaume ni kweli. Lakini mwanamke kwa hivyo elewa. Na ndio maana mara unapobarikiwa zidi badilisha. Usimwache anakaa na nguo moja. Yaani unajua ni hatia, yaani mwanamke atembelee nguo ile mpaka ianze kuraruka. Hapana, no. Wanawake they love changes, they love that change. And they understand seasons. Wanajua kwamba Ecclesiastes inasema there's a season, there's time for every season. Kwa hivyo kanisa kuna ile anataka. Kama ni harusi kuna ile anataka. Kama kunaenda bash kuna ile anataka. Elewa, understand them. Sio kumwambia na hii nguo uko nayo hapa kwani usivae. Nilivaa hii kwa hata church utasikia kikwambia hii nilivaa church last weekend. Sasa siwezi rudia tena hii kwa church. Mwanaume hata ukiulizwa ulivaa nini last week hata ukumbuki. Utarudia tu na haikusumbui, haikutatizi. But women are conscious about that. Kwa hivyo muelewe hivyo. Na umpe hiyo nafasi. Kama ni nguo basi unaelewa napenda. Create a budget for her. Leo akona hii, kesho mwambie. Na ndio maana utakuwa na vita nyumbani. Uliacha pesa za sukuma na nini unakuta mtumbe imepita amesema amenunua moja. Ingine tena amenunua. Unamwambia haikuwa ya nguo. Si una nguo za kutosha, mbona hii? Na akishatembelea siku 2 ameitupa pale, anataka ingine. Hawa ni viumbe dhaifu, lazima you need to handle them with care. Understand them in that manner. Kwa hivyo ili kabla uoe, elewa mambo haya and create a provision for these things. Acha kukauka tu umeoa unasema niko na nguo 3, kwanza una bahati uko na 5. Sitaki ujinga, tuishi. No. A woman loves change. Where kiatu uko nayo moja, yako na 6 na nataka ya 7. Unamuuliza shida yako ni nini? Hana shida. That is her. Appreciate. Na ndio hapo ukianza fujo hapo anaona humuelewi. Naona wewe mwanamume hanielewi. Anatafuta mwenye anamuelewa. Na ndio maana you'll find women at times who are not very comfortable na hawajaelewa misingi ya maandiko na hawajajicommit kwa Bwana. Sema ujinga utaacha. Nitaenda kwa yule anajua kunibadilishia mara kwa mara. So elewa kwamba women needs change every time. So be careful. Understand and appreciate that. Kuna wengine ambao hata nguo anaweza vaa 2 kwa siku ama 3. Kuna ile aliamka nayo, kaangalia akaoga asubuhi tena, kashinda nayo hivi ikifika saa 7 hivi, anataka kutoka tena unakuta amebadilisha ingine hivi. Alafu unaanza kuuliza, sabuni nilinunua juzi iko wapi? Wanafua nguo. Wanafua. Sasa umefua imechafuka saa ngapi? Wacha fue. Change. Jambo la 4. Women are the weakest vessels yet strong. Mwandishi mmoja amesema kwamba though women fail, men are weak. Though women fail, men are weak. Kwa hivyo women we say they are weaker vessels but they are very strong. Hata psychology inasema kwamba wanawake they have a sharper learning way of doing things. Wanasoma sana. They have a brighter vision. They have a keen sense of smell. Nasikia nini kikuja jioni anasema unanuka marashi, unashindwa na mmesikiaje? Hii marashi umetoa wapi? Unashindwa shida yako ni nini? Wewe ukaangi hivi, yani anajua venye unanuka, hata wewe mwenyewe hujui unanukianga aje, lakini yeye anajua. Hii marashi kumbe ulikaa tu na mtu kwa matatu. Sasa badala uelewe wenyewe kuna uwezekano unaanza kupiga wewe unanuka nukia nini? They have sharp sense of smell. Ndio maana
ana budget ya cologne. We mwanaume ukiingia kwa bafu umechomoka na sabuni ya kipande, habari yako. Ukifanya hivi umechomoka, hauna kesi. Lakini unamwambia ngoja kwanza aangalie kwa kioo, abadilike, aspray, akae aje. Mpe muda, kubali. They have that keen sense of the same. Ajabu ni kwamba hivi, kwa sababu ya hiyo women live longer. Averagely wanasema wanawake wanaishi miaka 8 zaidi ya wanaume. Kidogo hili jambo kidogo ni zito. Kwa hivyo wewe kama una nyumba ya siri, kama una account ya siri, anza kupatia mke wako. Bwana asifiwe. Wanawake are you in the house? Bwana asifiwe. Kwa sababu you are likely to live earlier than them. Sayansi inasema kwamba in fact hata wao their sense of healing in the system wakishikwa na ugonjwa ni faster kuliko ya wanaume. The way system yao keeps on cleansing every month. Kama kuna uchafu ilikuwa imeanza kuingia katika damu, they work on it every month, they flush it out and they are stronger, they can live a little longer. Elewa jambo hili. Kwa hivyo don't handle them carelessly kwamba they are weaker vessels. They are strong. Katika hata hali ya kuhandle stress za maisha, they know how to handle it better than men. Kwa hivyo ukimwona akilia, wacha kungangana. Tell her cry baby, cry baby, cry, cry, cry. Wacha kumuuliza nyamaza, unalia nini? Let her cry. Inamsaidia. Ukimwelewa hivyo, unajua unazamka asubuhi, mtu amenuna tu. Nini shida? Hakuna. Unataka nini? Hakuna. Nimekukosea? Hakuna. Lakini yani ni nini sasa? Sorry. Ladies, am I talking to you? Yani ameamuka yeye akotuna mood zake. Si kweli? Anataka nini? Hakuna. Shida ni nini? Hakuna. Yani lakini anakaa story, anakaa sura ya hakuna. Sasa unamfanya aje? Sasa wewe badala umwelewe tu mwambie okay, thank you baby, I know you need nothing, you'll be fine, tutaonana jioni. Unaacha kwenda kazi, unaanza fujo nyumbani. Hata huwezi kuniambia good morning, hata sasa unifurahii, huwezi kunihug ndio niende. Shida ni unaanza fujo. Wewe umwache tu. Ameamuka hivyo, muelewe hivyo, enda chapa kazi. Tuanga maombi, enda kazi. Jioni ukikuja utakuta si yeye, amebadilika. Yani leo amekuchangamkia, unashindwa ni nini shida? Yani hujamkosea. So understand kwamba they are weaker vessels, yet they are stronger. They are stronger people. Mwanaume ukitaka kufaulu, confide in your wife. Bwana asifiwe. Kana pale. Siri zako weka pale. Unajua juzi tulisoma kwamba maandiko yanasema mwanaume ndio anaacha na kuambatana na mke wa. So unakuta wengine wenu mna siri na wazazi wenu na wake zenu hawajui. Aje sasa. Understand women. They are delicate but very strong. So ukipata na ndio maana maandiko inasema apataye mke mwema apata kitu. Najua mwandishi huyu ananishangaza. Hiyo fungu ni gani? Simu nisaidie. Ama ni mimi tu? Hii lazima tuhubiri pamoja. Apataye mke. He who finds a wife. Bill. Si unipe hiyo fungu bana. Una Biblia leo? Utanishangaa ulikujaje hapa bila Biblia. Apataye mke apata kitu. Kwa hivyo wapendwa, ni vema uweze kujua kwamba mke umwelewe kabla ya, na ukiwa ndani zidi kumwelewa zaidi. Zidi kumsoma zaidi, ndipo ufaulu. Otherwise ukisema tu kwa vile ulimuoa, mnaishi tu, inafika mahali unakuta ulimwacha mita kadhaa nyuma na unajikuta uko peke yako. Haya, iko hapo hivyo. Mithali 18
22. Soma ndugu yangu. Kuna kitu unatafuta katika fungu hilo. Niko Mithali 18:22. 18:22 yasema. Mithali 18:22. Inasemaje? Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Tulia. Najua kidogo sijui mwandishi alifikiaje. Kwa hivyo apata mtu ama apata kitu? Apata nini? Kwa hivyo kwa nini mwandishi Mungu akamvuvia akasema anapata kitu? So there are moments you need to detach from all your facts and reasoning. Kwamba wewe ni mtu tu mzima, unakaje? Elewa at times yeye ni kitu kizuri. It's a good thing. It's a jewel, handle it with care. Yeye ndio anaweza save siri zako na kukuokolea kikiumana. Nipe Warumi 12:10 tumalize. Naona muda wetu tunakwenda mbio. Warumi 12:10. Fungua moyo. Unapompata mke, mpende. Wanawake wanapenda kupenda. Unajua kuna wanaume saa zingine wapendi, wanakaa they have reservations. Yeye akikupenda imagine. Yaani mtu anatoka kwao, anahama, anaacha wazazi wake na ndugu zake, yaani anasahau kwao. Yaani wewe uone hiyo ni serious? Yaani anahama kabisa, mpaka hata jina anabadilisha, anaanza kuitwa jina lako. Yaani aje sasa? Yaani mpaka anasahau la babake na mama yake, anahama, anakaa, anakuamini tu wewe, hata hakujui. Kwanza wewe mwenyewe unakaa mweusi, sura yako ni ya ajabu, lakini amehama tu kukufuata. Watu wanatoka TZ hapa, watu wanatoka Busia boda, yaani amekuja tu Umasaini. Yaani mtu mpaka hata wengine wanatoka ng'ambo, yaani ameacha vyote anakuja kwako. Hello? Hebu ulizeni kama umekaa karibu na mwanamke, muulize, are you serious? Yaani anahama, kuhama tu kabisa, mpaka anasahau. That is a very genuine love, right? Imagine you are taking her at your home for the first time. Hajui ni wapi, hajui ni nini, lakini anakufuata. Twende. Yaani amekuamini hivyo. Najua labda mnaona hii Airview imebadilika siku hizi, inakaa imejengwa hivi. Naamini miaka 10 iliyopita umetoa msichana Nairobi, unamwambia twende kwetu, ukuje umpitishe nyuma ya prison hivi, uanze kumleta huko kwa kichaka, au unashindwa unaenda wapi? Lakini anakufuata tu. Uko Rongai. Kuna mahali kunaitwa uko Rongai ndani Rangau. Uko ndani, uko Sholinge. Yaani umetoa mrembo town, Lavington, lakini umemwoa unampeleka Sholinge. Yaani anakufuata tu. Inafika mahali hata huna gari, unamwambia twende kwa boda, amepanda boda. Yaani vumbi dunia, hakuna mtu, lakini anakufuata. Huoni hiyo ni mapenzi ya ajabu? Na ndio maana tunashukuru Mungu anasema apataye apata kitu chema. Na ndio maana Warumi anasemaje? Warumi 12:10. Anza 9. Pendo na lisiwe na unafiki. Pendo lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu. Mukiambatana na lililo jema. Muambatane tu na lililo jema. Kwa pendo la udugu. Mpendane.
Asante. Sasa imagine mtu amekufuata hivyo alafu unaanza kumdhalalisha, kumdharau, unaanza kumhandle kana kwamba hafai. Wengine hata wamevuka boda, ametoka Uganda, ametoka Tanzania, amekuja kukufuata wewe tu, wewe alafu unaanza kumhandle kana kwamba hasi wa dhamana. Pendo liwe pendo nzuri, pendo la kumdhamini, pendo lisilo na unafiki. Wapendwa, mambo matano haya. Women appreciate recognition and affirmation. Men deal with facts, women understand feelings. Elewa mambo hayo. Jambo la tatu, women need change every time. So appreciate them when they change. Support them to move on with change. Yes, she's a weaker vessel, yes, but she's strong. Learn to confide in her. And finally, they enjoy variety expressions of love. Mara ya kwanza ulimnunulia chips, ni sawa. Sasa si unamnunulia tu chips kila siku. Chips. Change, you know. Anyway, I wish I had time. Sasa zingine hata hama hiyo bedroom yenu endeni safari kidogo. Yaani change. Mwambie mwenzako change gaki. Yaani wewe ulipokuja Nairobi ukapata nyumba ya Kanjo na mkakaa ile kwa kona pale, ile kitanda kwa ile estate, miaka 10 15 watoto mmezaa hapo, wajukuu hapo. Yaani mwambie mwenzako change. Bwana asifiwe. Amani ya Bwana iwe nani. Tusimame tuombe. Takatifu Baba na Mungu wetu, ni raha ilioje tunapoona jinsi unavyojifunua kwetu, kutuonyesha jinsi neno lako limejaa siri za kufaulu katika jamii zetu. Tuneemeshe na kwa uwezo na neema yako tuwezeshe kuwa wasikilizaji na watendaji wa maadili haya. Baba na Mungu wetu, tazama jamii zetu, tunaangamia na kuvurugana kwa kukosa maarifa. Asante kwa sababu ya wiki hizi mbili umetuletea maarifa ya jamii, umetufundisha mambo ya afya, mambo ya neno lako takatifu na unabii. Tupe masikio ya kiroho tuweze kusikia maadili haya na kuyatekeleza jinsi mapenzi yako yalivyo. Tusamehe unyonge, udhalimu na ubinafsi wetu. Kama wanaume tuna ubinafsi, kama wanawake tuna ubinafsi wetu. Tusamehe na utupe penzi la kweli ambalo halina udhalimu, ili familia zetu ziwe mbingu ndogo, na wanaotuona wakituuliza imekuwaje, tuwaelekeze juu ambapo uponyaji na ukombozi wetu utakuwa umetoka. Neema yako itoshe, mapenzi yako atimizwe. Zidi kutupa nafasi nyingine tena ya kujifundisha yaliyo mapenzi yako. Kikuu zaidi, imarisha imani yetu na utuandae kwa ajili ya ufalme ambao si mbali unakuja. Yesu, njoo haraka, na unaporejesha ufalme wako, hebu kute tumejiandaa na familia zetu. Neema yako toshe, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante.